Haya, sasa nilikuwa nasema hivi. Mwanadamu akona, hata unaweza toa hiyo weke hiyo hapo. Mwanadamu ako namna hii. Unaona? Hii ndio vile body ya mwanadamu inakuanga. Sasa hii ndio body ya mwanadamu. Hii ni nafsi, hii ni mwili, hii ni nafsi, hii ni roho. Sasa nafsi ya mwanadamu iko mara tatu: mind, will and emotions. Unaona? Haya, hapa ndio body, hapa ndio spirit. So Bible inasema mwanadamu akikufa, nafsi, spirit utolewa kwa mwili, spirit urudi kwa Mungu mwenye alipeana, na mwili urudi kwa mchanga. Sasa hizo nini? Nafsi inapotelea, mind, will and emotions inapotelea. Na tofauti ya mwanadamu na mnyama, wanyama hawana spirit. Wanyama wakikufa, spirit hakuna. Body ndio tunakula, kama ni kuku tunakula, kama ni umbwa inaozea barabarani amenazikwa, na soul inapotelea. Lakini mwanadamu akona na soul, nao akona nafsi. Sasa spirit ya mwanadamu hapa, unaona hapa kwa spirit ama roho ya mwanadamu, hapa ndio sasa Mungu yuko hapa. Unaona hapa Mungu yuko hapa. Mungu ana communicate direct na spirit ya mwanadamu, lakini shetani pia ako hapa. Shetani, yes. So shetani ana communicate na spirit pia ya mwanadamu. Na mwanadamu akiwa kwa dhambi, unakumbuka wakati Mungu alisema ile siku utakula ile tunda, Mungu aliambia Adam utakufa. Lakini Adam alikula tunda na Adam hakukufa, kwa sababu kifo ni kumaanisha mtu amekufa, amepelekwa mochari, si ndio? Lakini Adam hata baada ya kula tunda bado Adam aliishi 930 years. So ni kifo gani yenye Mungu alikuwa anaongea kuhusu? Kifo yenye Mungu alikuwa anaongea kuhusu ni separation from God, kwa sababu Biblia inasema God is life. So wakati mwanadamu amezaliwa ama anaishi kwa dhambi, sasa spiritual connection ya mwanadamu na Mungu inakatika. Ikisha katika, huu mtu amekufa kispirit, kiroho. Yuko tu, lakini sasa hawezi, signal zake na Mungu zimekatika. Sasa hata Mungu akijaribu kumuongelesha hawezi nini. Hiyo ndio tofauti ya believer na non-believer. A believer anaweza sengenya mtu asikie kama anahukumika. Non-believer hiyo ni lifestyle yake. Non-believer anaweza kuwa na girlfriend 10. A believer haizi kuwa na hiyo. Unaona? Kwa sababu sensitivity ni Mungu na sensitize spirit yake wakati ako hai, lakini akikufa spiritually haizi kuwa sensitive. So wakati Jesus anakuja kwa roho ya mwanadamu, huyu mtu anakuwa hai, but ijapokuwa ako hai, amesamewa ile dhambi zote na ako nao, jina yake imekuwa registered in heaven's book. Sasa hii mind hapa, nafsi ya hapa, kwa nafsi ya mwanadamu hapa ndio shida na kuanga. Hapa ndio deliverance inaanza. So hii deliverance, it is a gradual, it is a process. Sasa hapa uko saved, lakini the mind bado iko kwa system ya world. That's why Biblia inasema be renewed. So transformation inaanzanga polepole. So once you get saved, you are qualified to see heaven. But now deliverance is a process. It's a transformation of the mind. That's why Jesus said, you shall know the truth. He is talking to the believers. You shall know the truth is not for the non-believers. It is for the believers. Utajua ukweli, na ukweli yenye unajua ndio itakuweka huru. So Biblia inasema do not be conformed. Musikue conformed, musigeuzwe mkuwe na system ya dunia. Unajua kuna system ya dunia. System ya dunia inasema hivi, dem lazima ufanye umalaya ndio kuwe na pesa. Dem lazima, mwanaume lazima ukuwe corrupt ndio kuwe na pesa. Lakini system ya heaven inasema peana na utakuwa nayo. Lakini dunia inafanya ukuwe mgumu na hata unyang'anya wengine. So hiyo system ndio unapokuja unapata sasa Bible, unaanza kufundishwa the word of God. Unaanza kuambiwa na ulikuwa una operate hivi, sasa unaanza kuoperate hivi. Unaona hizo principles of the kingdom of God. Hiyo ndio deliverance. Now shida ya watu wengi ni ya kwamba hawatakangi kuenda na hiyo, bado wana stick kwa ile system ya world. Unaona?
Na on the other side, Satan pia ako hapa. Satan pia anatupanga. Biblia inasema wakati mtu ameokoka, mapepo, unajua demons ndio zinafanya, hata immorality ni mapepo, usherati ni mapepo. Kuna demons za immorality, kuna demons ya ulevi, kuna demons za uongo, kuna demons za ziko mingi za wizi, zina possess mtu, ndio zinafanya nini. Lakini wakati ameokoka, wale mapepo wanatoka, wanamwacha, ndio yule mtu anakuwa huru. Sasa zile vitu alikuwa na struggle nazo haziko. Lakini maandiko yanasema yule pepo mwenye alikuwa anafanya mtu akue kwa dhambi, akitolewa pale, ataenda kuhangaika kwa jangwa. Yesu alisema atatafuta makao mahali anaishi, mahali anataka anakaa. Akikosa hiyo makao, atarudi tena, atarudi. Kurudi ni unapata ile kitu ulikuwa unafanya, ulikuwa unakunywanga pombe kitambo, lakini uliacha na umeokoka. Lakini sasa wale marafiki wako wenye walikuwa unakunywa nao pombe, tena wanataka kununulia pombe tena. Unajua, mimi kuna siku juzi tulikuwa kwa bash, mimi nikikunywa soda nikapata mtu ameweka pombe kwa soda yangu. Nakwambia mimi nikionja ile soda hivi nasikia iko na pombe, na ni my colleagues, na walifanya hivyo twice. Unaona? So those are demons za zile vitu ulikuwa unafanya kitambo zinarudi. Na Bible inasema ukiyafungulia mlango, yule mpepo atarudi akuje na wengine 7 waingie ndani. So hiyo sasa ni kazi ya Satan. Ako hapa, anarusha nini kwa nafsi yako, na anatupia nafsi yako hata kupitia macho. Unajua nafsi yako, mlango ya kuingia kwa nafsi yako ni macho na masikio. Unatembea kwa barabara, unapata mwanamke amevaa skati inafika hapo. Unaona? Sasa ukiona ile information inaingia, lust inaingia kwa roho yako through your mind. Now kama your mind haijakuwa transformed, haijakuwa renewed, hujakuwa renewed na hujakuwa delivered, hujakuwa set free kwa mind yako, ndio itaanza kukujaa. And now that's why now hiyo kitu ndio sasa prayer lazima hapa in the spirit, lazima ukuwe prayerful hapa. Ukiwa una pray, unaomba na una fast, kutakuwa na battle. That's why sometimes unaweza kuja hapa upate hii laptop na umeokoka, si ndio? Unasikia uibe, sasa hiyo ni temptation. Satan amedrop temptation hapa. Si uibe hii laptop. Lakini the word enye umekuwa ukisoma inakwambia thou shall not steal. So through the between the word na ile temptation ya Satan analeta, kama Jesus aliambiwa, Satan ana drop information message kwa mind ya Jesus, anamwambia badilisha hii mawe kwa mkate ama ruka ninamie. Lakini Jesus anatoa word kwa store yake, ako na word enye alisoma the scriptures, ana withdraw, anatoa, ana fight nayo, anasema it is written. So kama haujui what is written, then Satan atakukonka, because Satan ataanza kuonyesha hii laptop ukichukua itakusaidia. Hii laptop ukichukua unaweza enda uuze na upate hiyo rent. Hii laptop ukichukua inaweza kusaidia hivi na hivi. Hii kitu ukifanya itakufanyia. Lakini Bible inakuambia kama uko na word utajua kenye word inasema na utakataa. Now having word alone is not enough, kwa sababu unaweza kuwa na word, unaona, unajua what you are supposed to do, unajua what I'm doing is wrong, but in the spirit you are weak. Unaona, kwa sababu uombangi na ufast. That's why Jesus alisema pray so that you may not fall into temptation. So kama uombi, utapata spiritually you are weak, because flesh itakuwa strong. Biblia inasema flesh is an enmity to God. So kama umekuwa ukifeed your flesh, na unafeed your flesh kufanya nini? Uko kwa ngoma, wewe umeokoka na uko kwa ngoma za dunia, umeokoka marafiki zako ni watu wa dunia, umeokoka na mambo zingine, na you don't feed your spirit, your flesh inakuwa strong. Dema akikuonyesha nini inawe ya hivi, unaingia mpaka ndani. Unaona? Unaingia kwa sababu gani? I'm serious. It is happening because your flesh is controlling you. So you cannot be able to conquer. Lakini kama unaomba nini hapa inaitwa aje, hii spirit itakuwa strong na ita resist. Na the fact that una nini, that's why unafaa wakati una fast na unaomba kama saizi, you are killing the flesh. Unaona? When you kill the flesh, flesh inakuwa weak. Ijapokuwa utakuwa tempted, you will resist. That's why Biblia inasema resist the devil and he will flee. Unaweza resist tu kama uko na power ya prayer and fasting, na pia uko na word. If you don't have these things, nini? That's why, so that devil mwenye anarudi ndio temptation. Na ukiruhusu yule shetani aingie, hata kama ni immorality, then utakuwa kwa bondage. Ile shetani anarudi, unaona Biblia inasema ataenda na arudi. Ukimpea nafasi ataenda na wengine 7. So
wale wengine wa 7 ndio demons tofauti. So that means they have a legal ground. Ile kitu Satan anatafuta kwa maisha yako ni legal ground. Biblia inasema Satan is the accuser of the brethren. Lakini accusation haizi kukuaccuse ama haizi kukushtaki kama hujampea legal ground. Unaona? So hii legal ground inampea nafasi. Ukimpea legal ground, basi ndio unakuwa kwa bondage. The moment ile demon amekutempt na ukaanguka, from that moment hautakuwa na power na authority ya kukemea hiyo demon. Hata kama ni poverty, hautakuwa na power ya kukemea Satan. Mpaka apatikane mtu yes akusaidie kukufungua. Aliyefungiwa ndani anafunguliwa na mtu wako hivi. Kama wewe umeshafungwa na hiyo demon unasema ushirati nini, hauna authority ya kukemea hiyo spirit ambayo imeingia. That's what you say. Si ndio? Hauna authority yako? Umesema you cannot deliver yourself. Yeah. If kama umefungua mlango, demon wakaingia. Unakuta now you don't have the authority to cast out that demon from you, right? Sivyo kusema. So for you to be delivered, si lazima ukombolewe na mwingine basi. Acha ni vile swali lingine ndio zote. Mtu mwenye ameokoka na kwa spirit fields anaweza kuwa na mapepo. Jiko pamoja na hiyo. Mwenye ameokoka anaweza ingiwa na pepo. Jibu basi. Si Jesus alisema, si ndio Jesus amesema pepo akiondolewa na aende huko jangwani. Jangwani ni unajua demons hawakaangi ndani ya mti, wanakaa ndani ya watu ndio waweze kujiexpress. Unaona? So hata ukiona mtu anatembea kwa mwanamke anatembea akiwa skati kwa hivi, mtu analewa, ni demons zinajiexpress ndani ya huyo mtu. Unaona? So pepo akiondoka, huyu mtu Biblia inasema ataenda, akirudi apate ile nyumba imefagiliwa na iko empty. Itafanya nini? Atarudi na akipata nafasi. So that means it is bad nafsi ya mtu kukua empty. Zile maroho zikienda, unafaa ujaze your spirit na the word of God. Tumekuja kesho. Unajaza the word of God, you worship God. Sasa Satan akikuja anakosa nafasi. Unaona? Lakini ukikuwa unasema umeokoka, that's why unaona kuna watu wanaokoka na wanaenda wanaanza kutembea barabarani, immediately hawezi maliza la 3 weeks. Amerudi tena kwa nini? So it is very possible kwa mtu mwenye alikuwa filled na Holy Spirit na kuwa possessed. That is what happened to someone like anaitwa nani? Judas Iscariot. Judas Iscariot, Biblia inasema Satan entered Judas. Satan entered Judas. Na after Satan kuingia Judas, immediately Judas akaamuka, akaanza kuplan vile atabetray Yesu. The spirit of murder entered him. Unaona? So that's why Biblia inasema watch out. Na hivyo ndivyo unaona tunakuwa unafaa kuwa kwa group ya believers. Unaona kama saa hizi hatungekuwa kwa group ya vile. Saa hizi tungekuwa kwa bar huko tunakunywa pombe bana. It's very possible. Unaenda church, unatembea na That is why it is important to go to a church. That's why it is important to have a group of people, friends, kama vile unaona tuko hapa. Hata unaona saa hii Satan akitaka kukuattack, kwanza atakukosanisha na hao watu. Atakutoa. Anakutoa na kunini, unapata nini? Na mali unakemewa. Hata wale mabrothers wetu unaona, wale hakuna bana. Mimi nakwambia ukweli. Utapata hao wengine si wanaongea wanakunywa pombe. Siku na baadhi walikuwa nakuja kwa group kama wamekunywa pombe. Na hawataki kukemewa. So ile spirit ndio inawatoa, kwa sababu wanajua wakiwa hapa watapray, watafanya nini na ile spirit itaondoka. Kwa hiyo wanajitoa. See, watch them. Me, I know how these things work. Anyway, tumemaliza. That was powerful. That's my pasi